Talaka ya ndoa inaleta huzuni. Mafarisayo walimuuliza Yesu, ni halali mtu kumwacha mkewe? Mafarisayo walipata shida, ikabidi watafute majibu kwa Yesu Kristo, maana wamewaza hawajapata jibu. Mafarisayo walimuuliza Yesu, ni halali mtu kumwacha mumewe? Yesu alijibuje? Sikiliza mama, sikiliza majibu ya Yesu Kristo. Haya sio majibu ya mchungaji wala nabii wala mtume wala askofu, Yesu mwenyewe. Bwana Yesu aliwajibu Mafarisayo, hamkusoma jinsi Mungu alivyoumba? Wakapigwa butwaa Mafarisayo kusema, ukaumbaje tena? Mbona mimi ni mwanaume anavaa suruali, na Mungu kaumbaje kwa udongo? Yesu akaendelea. Bwana Yesu aliwajibu Mafarisayo, hamkusoma jinsi Mungu alivyoumba? Wakatazamana Mafarisayo. Yawezekana wewe ni Farisayo, una mambo ya kifarisayo, maana Farisayo ni tabia, sio kabila, ni tabia ya kifarisayo. Yesu akaendelea kuomba. Yesu akasemaje? Kaumba mtu mume mke, hamkusoma jinsi Mungu alivyoumba? Ila wanalijua Mafarisayo kwamba kuna mke na mume. Ngoja majibu yaendelee. Kaumba mtu mume mke, hamkusoma jinsi Mungu alivyoumba? Ona majibu ya Yesu. Kwa hiyo mtu atamwacha baba, ataambatana na mkewe. Wakatazamana sana Mafarisayo, yambatane tena manake nini? Kwa hiyo mtu atamwacha mama, ataambatana na mmewe. Mpaka hapo Mafarisayo wakaanza kupata shida. Na wewe Farisayo, uende umeshaanza kupata shida tayari, maana unataka ukioa unarudi nyumbani kukaa nyumbani ili mkeo aanze kuongozwa na kila mtu. Kumbuka ndugu, hiyo ni tabia ya kifarisayo. Wewe unaoa sio kufurahisha kijiji wala ukoo wako, maana ukimleta nyumbani mke ama wifi na hata wadogo zako wa kiume na wa kike au kaka zako, watataka wafurahishe kila mmoja, watamtazama mpaka anavyotembea. Atakulete nyumbani, ambatana na mkeo. Yani mambo ukaa nyumbani ni ufarisayo, na mtesa mtoto wa watu. Alicho kiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Hapo ndipo Mafarisayo akili zao zikawaka moto. Inakuwaje sasa? Alicho kiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Mafarisayo wakachachamaa sana, ikabidi wampige swali, maana kuna mtu anamwamini, ambao wao Mafarisayo wanamwamini huyo kuliko Yesu, ila hawakujua kwamba wanaongea na Mungu. Ikabidi Mafarisayo sasa wampambanishe Yesu,
na huyo jamaa. Sikiliza. Mafarisayo walimuuliza Yesu, jinsi gani msali wapa kibali? Unaona, Mafarisayo walisema wao ni wa Musa, na Musa amewambia mwache mke wako tu kwa kila sababu. Inakuwaje wanasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe? Mafarisayo walimuuliza Yesu, jinsi gani msali wapa kibali? Sikiliza majibu ya Yesu Kristo yaliwaacha hoi Mafarisayo. Kama wewe unayependa kuoa na kuacha, unaoa unaacha, mke wa kwanza hapigi mswaki, ananuka domo, rudisha nyumbani. Mke wa pili anavaa vibaya, anatembea uchi, anastahili huyu, ananizalilisha, sababu nyingi. Mke wa tatu hajui kupika huyu, mimi ni mheshimiwa, wageni wakija anapika ugali ovyo, wali ovyo, kama hivyo anapikia miguu, hadi nakula kwenye migahawa, saa zingine kwenye hoteli. Huyo mkarudi nyumbani, tafute mwingine. Kumbuka wewe hujaleta hausigeri nyumbani, hilo lielewe. Unaoa mke mwingine, unasema huyo anachukia ndugu zangu, anapenda ndugu zake tu, lakini akija baba na mama hapiki chakula, sababu kibao. Unaoa mke mwingine, huyo unafukuza, unaleta mwingine. Leo unafukuza, unasema huyu ananibia pesa. Yani silali nyumbani. Wewe una tabia za kifarisayo. Sikiliza majibu ya Yesu. Wameuliza kwa nini msali wapa kibali? Bwana Yesu aliwajibu Mafarisayo, kwa sababu ya mioyo yenu migumu. Moyo mgumu mama, umevunja ndoa yako, ushauriki. Moyo mgumu kama jiwe, maamuzi yako ni kama vile Mungu ameamua, ubadilishwi. Moyo mgumu mwanaume, unajiona wewe ukosei, na wewe ni kama Mungu vile. Maana asiyekosea ni Mungu peke yake. Mwenye makosa ni mke wako tu. Unaambiwa acha hii tabia, hautaki. Unapenda sketi, kila sketi lazima utongoze. Kila mwanamke lazima utamani. Na bahati mbaya siku hizi mtoto wa mvunja milima anacheka kwanza. Kuna makalio ya Mchina, utapenda mpaka na Mchina, itakuwaje? Na madhara yake mengine, makalio yananing'inia, wanaanza kuyafunga. Umependa Mchina. Moyo mgumu umevunja ndoa nyingi. Moyo usioshaurika umeharibu ndoa nyingi. Yesu akawajibu Mfarisayo, wakabaki mdomo wazi. Kwa sababu ya mioyo yenu migumu. Lakini Mungu hakuumba hivyo. Mungu hakusema mwachane kwa kila sababu. Bwana Yesu aliwajibu Mafarisayo, kwa sababu ya mioyo yenu migumu. Ewe baba, rudi kwa mkeo. Ewe mama, rudi kwa mmeo. Talaka ya ndoa huleta huzuni. Watoto wako wataishi na nani? Talaka ya ndoa huleta masononeko. Watoto wako wataishi na nani? Talaka ya ndoa huleta huzuni. Watoto wako wataishi na nani? Wewe
na nani? Ewe baba, mrudie mkeo, watoto wako wataishi na nani? Watoto wamekuwa chokora, wanazurura mitaani, kisa baba na mama wameachana, wamepeana taraka. Wengine wanapigana taraka 3. Sio amezitoa wapi taraka 3? Taraka 3 nyingi unampa nani? Dunia hii kila siku tunasikia mara mtoto kachoma moto na mama wa kambo, kwa sababu mtoto amekataa kufuata maji ya kunywa. Wengi tumesikia juzi watoto 3 wamechinjwa na mama wa kambo, kisa wale watoto ni weupe alafu yeye ni mweusi. Anazaa watoto weusi kama udongo wa mbugani, wakamwachinja wa watoto. Maana mitaani anachekwa, anaambiwa dinazaa watoto weusi kama watoto wa mwanamke aliyetoka ni weupe. Wanapigwa kisu. Masikitiko, watoto shule wameshindwa kwenda, mama wa kambo anapambana wasifanikiwe. Wengine baba wa kambo anamtongoza mtoto, mama mtu akiwepo, baba wa kambo anakubali kuitwa baba. Mama akitoka, mtoto anatukana, we usiniite baba, niite mchomba, mimi sio baba yako. Mtoto unamharibu kisaikolojia. Usalama wa ndoa ni Yesu Mwokozi. Usalama wa ndoa, pokea wokovu. Usalama wa ndoa ni Yesu Mwokozi. Usalama wa ndoa, pokea wokovu. Usalama wa ndoa ni Yesu Mwokozi. Usalama wa ndoa, pokea wokovu.